Hey guys, welcome back to the Minus official channel. Remember to subscribe, like, comment and share. Don't forget to turn on your notification bell to be the first person to watch my videos once I upload them. So guys, I will start today by this saying, ile msemo kwa Kiswahili huwa inasema mwacha mila ni mtumwa. So it's just a message to people, mostly these young generations, because unapata mtu amefanya nini, unapata siku hizi vijana wengi wameachilia mambo ile yalikuwa ya kitambo. Okay, mila ni mingi. Kuna zile watu waliacha na kuna sababu ya kuziacha, na kuna zile ni mila dhambi, na kuna zile mila zenye watu walikuwa nashikilia za kufanya nini, kama kufinyilia watu wengine, you see. So let's talk about this guy mwenye hii yenye ilipatikana in Western, ambapo mwanaume there is a burial, lakini at the same time we have someone mwenye anakufia kwa hiyo matanga. So this is what happens. It happens, lakini watu hawaelewi. Mostly the young generations hawaelewi na hawajui kitu inaendelea, na hawajui kitu inawakula mostly. Sio ati unajua watu wanasema ni vimila labda ya Western huko, but me naona ni kitu yenye hata inaweza shika tu mtu yeyote tu anywhere. Cause ni dhambi. Kitu ya kwanza si kimila tu, ni dhambi. How comes wewe unaweza enda aje, unaenda kulala na bibi ya either your brother, your friend, ama vitu kama hizo. Hizi vitu zinatukula kisiri, na hatutaki kukubali. Unaona? Yes. Watu wengine wameongelea hiyo video, wanasema labda this guy alikuwa anaanguka kifafa. Yes. Labda kuna health issues, na we don't know. We might not know, labda kuna health issues, wenye wanajua tu the family members peke yake. Either ni hii wanasema kimila, either this man alikuwa anaenda na bibi ya the deceased one. Ni vitu unaweza say, okay, ni vitu mingi zenye unaweza fanya the cause of to the deceased, huyu mtu mwenye alikufa, in the burial of the other person. Unaona? Yaani mkufi anapatikana kwa mazishi ya mkufi mwingine. Unaona? Hizi vitu huwa inafanyika. One thing nimekuambia ni ile ya kimila. Ile ya kimila hiyo ukilala mwanamke ama mwanaume, unaenda unachukua mwanamke, unachukua bwana ya mwenzako. Unajua wanawake wamedharau sana, wanafikirianga haiwezi washika. One day mimi naomba ishike mtu mmoja ndiye ajue. Wanaume unalala na mwenzako, bwana mwenzako, not even your brother. Let me just tell this. It's not a must that akwe your brother, it's not a must that akwe your friends, but mtu yeyote mwenye mnajuana, mwenye either hata kama unajua tu this person nilihaienda na bibi yake, usiai kanyaga mazishi yake. Okay, unaweza kanyaga, lakini usikaribie. Ile wakati nataka kuenda kupeleka timu mazishi, ile tu jeneza nataka kuweka hivi kwa kaburi, usikaribie. Jibe shughuli yenda huko kwa barabara. Wazikange kama uko kwa barabara huko. Hiyo ni kitu ya kwanza. Hata kama wewe ni bibi ulichukua bwana wenyewe, enda huko kwa barabara. Angalia kama jirani, hata kama ni ndugu yako, angalia kama jirani huko kwa fence. Afadhali dhambi yako ijulikane kuliko upoteze maisha. Kuliko kuficha dhambi na upoteze maisha. Unaona? Wewe unajaribu kuficha dhambi, watu wanasema labda hata imeongelelewa, labda naweza pata imeongelelewa kwa mazishi hapo, there is someone or two wenye wamewahi kuona, alafu lakini wewe unapuuza. Labda siku hizo watu wamejifanya kuwa wajinga, mnaendea tu matawi. Siku hizo hakuna, let me just tell you the truth. Hawa watu walikuwa mitishamba kitambo, wenye walikuwa napeana watu matawi ya kienyeji, hawayupo. Siku hizo utajunua hata sukuma. Eti mimi nitaenda kwa fulani, nitachunua dawa, nitakunywa, nitaoka ingine, alafu ingine niende usimame
Nani alikwambia? Sasa hivi utachuniwa sukuma, utachuniwa matawi ya mapera, hiyo ndio utakunyushwa tu na unaoka ndani. Alafu baadaye ukienda tu hapa ati unasurura surura tu hapo. Kimila inakupeleka. Siku hizi hakuna wale walikuwa wanachuna matawi ati ile ya nini ya kienyeji utatumia. Be warned. I'm just warning you because you never know what tomorrow holds in your hand. Okay. This is the second thing. Inaweza nielekeza huyo labda the disease wanapatikana kama ako kwa hiyo situation alipatikana. Nyinyi mliona tu vile huyu jamaa alikuwa anapiga ile drama ile wanasema kudu. Okay, hiyo ndio alikuwa anapiga. Alafu baadaye kidogo akateremka nayo. Labda wenye walikuwa pale walikuwa wanaona labda this guy labda ameshikwa na Roho Mtakatifu. Labda amejazwa na the Holy Spirit. Bila watu wachache wanasema hivyo, watu wengi wanaamini ya kwamba everyone who has worn the white cloth is holy. So Holy Spirit inaweza mjaza. Hawajui mostly tunavaanga tu nguo za white juu ya ile nguo ya ile ndani. Yaani tuko kama tumevalia ngozi ya kondoo juu ya juu. Hawajui. So labda wengine walikuwa wanaona kama ni Holy Spirit. Ndio kwa kaburi, akaanguka kwa kaburi. Kutoka pale, I saw the person kama ameinuliwa hivyo akajaribu anaweka kwa pikipiki. Lakini alikuwa watu wakiweka pikipiki alikuwa hayupo. Ni kama tu waliona tu kama baada hapana joto. Okay. That's the second thing. Labda alikuwa anapiga hiyo ngoma na the Holy Spirit, watu walikuwa nadhani hivyo. Wengine wanasema labda alikuwa na health issues. Wengine wanasema labda ni njaa. Okay, hizi vitu zote zinaweza fanya nini? Zinaweza cause. But the most thing that nimesema ya kwanza, kimila. Kama unajua tu vizuri, you did this. Kitu ya kwanza ni kimila. Hiyo ni kimila lakini ni dhambi. Ajani hizi vimila zenye watu wanasema ati kimila ya kitambo, sijui watu wanawake walikuwa wanakula mayai. Hiyo ilikuwa kimila ya mimi naona kama hiyo kimila ilikuwa ya uchoyo. Unajua kimila ya uchoyo ati wanawake wasikula mayai. Unajua wanaume walikuwa wanajificha kwa hiyo kimila ndio wakula mayai tusikue healthy kama hao. Hiyo kimila ndio tuliondoa peke yake. Sio, alafu tunapigania ingine hii. Watu wanasema sijui ati wanasema firikizi ule mwenye ajui wacha imuondo tunafaa iwekwe tu sasa ikuwe ya kuonja kama mtu anapika. Ikuwa tu ya kuonja. Hiyo ndio kimila tunapigana na hiyo ni uchoyo, Hiyo sio dhambi, hiyo ni uchoyo, hata Mungu alijua kwa sababu tu Mungu alijua. So kama kuna vimila zingine ukiona hii kimila it can hurt me, wacha kuiingilia. Na ikiwa umeshapita mpaka, umevuka mpaka, try your best. Do the necessary. Afadhali ufanye nini? Afadhali wanasema heri kufanya nini? Kuzuia kuliko kuponya. Kuponya inakuanga ngumu, lakini heri uzuie. You know that? So I just say that everyone should be warned wakati to handle some issues. Unaona? The guy, okay, this is another issue, let me tell you. Siku hizi tena kuna watu wengine unaweza pata this guy kitu kingine inaweza fanya the cause of the person, the mkufi the mkufi anapatikana anakufa kwa mazishi ya mkufi. This is the other reason to why. Labda this guy alikuwa kwa mpango ya kifo ya huyu mwenye amekufa. Also, it can cause. Labda alikuwa kwa mpango na anajua tu vizuri I'm the suspect. Yenye nimefanya huyu mtu amekufa. Alafu the person tena wewe ndio unaenda hapo unapiga ngoma ati wewe unafurahisha watu. Wewe unapiga ngoma tu kabisa na you know very well. Si vitu zingine muondekeange tu unajua tu I did this. So acha tu niondekee.
hata heri uende huko, uende mtoni, useme maji imeisha. Heri ukue side ya budget. Wakikutuma mboga, enda ulete mboga kidogo. Alafu nasema wacha nikimbie ingine, alafu pate kama wamezika. It will save you. Juu hata kama okay, the other thing. Usiai lala na bibi ya mwenzako ama bwana ya mwenzako alafu uweke kwa store. Mnajifanyanga sana. Kwanza nyinyi watu wenye mnakula mabibi za wenyewe ama mabwana za wenyewe, mnajifanya sana alafu mnaendanga kwa store. It kills, inaua. Na mjui. It kills. So, it's just to verify that na okay. Life is too short. Ni wewe kujipenda peke yako. Na ni wewe mwenyewe kujilinda. Ni wewe mwenyewe unajua dhambi zako. Ni wewe mwenyewe unajua makosa yako. Mahali umepitia, mahali umeteleza. Ni wewe mwenyewe kujitunza. Unajua vizuri nilipitia hapa, nikapitia hapa. You know, dhambi is not dhambi. Dhambi is a dhambi kama hujaomba msamaha. Dhambi will make it dhambi usipoomba msamaha. Unaomba. Wewe unajificha kwa binadamu na hata kwa Mungu peke yake hujaiomba msamaha. Wanasema heri jikubali. Jikubali. Sema I did. Hata huyu mtu mwenye umekulana akienda sio ati akishalala ndio kumbe bibi yangu na brother yangu ama my friend ama fulani they were doing this and this. Heri ajue hata akiwa bado ako hai. You can be forgiven. And even if you are forgiven, fuata sheria na masharti. Usikaribie kaburi la mtu mwenye umeaitembea na bibi yake ama na bwana yake. That's the only message that I had for you today. And for now, I can just say bye-bye. We meet on the next video. As we continue to subscribe, like, comment, and share. And you share my videos. Yeah. There is someone who doesn't know the meaning of this. Mwingine ajui kimila, wengine mostly wamelelewa tu huko town, wajui anything, but they can find such a video na wanajua vizuri. Labda hata kuna wababa wamezeeka walilelewa huko, hawajui vimila mpaka hata wanalala na watoto wao na watoto wa nini yao, mabibi za mavijana zao. Yeah, hawajui. Wao wanaona tu so long as a lady is just a lady. Na hizi vitu zinawakuta. That's why mostly nowadays mtu kufikisha 70 years sio rahisi. Binadamu kufikisha 70 years si rahisi. Lakini kitambo watu walikuwa wanagonga more than 100 years. Kwa sababu hizi vimila, mtu alikuwa anaogopa hata bibi ya ndugu yake kumkaribia. Siku hizi na unajua wakati hatukuanga na bafu. Walikuwa wananyokea mpaka kwa vichaka, lakini hakuna mwenye alikuwa anakuza bibi ya mwenzake. Wakati huo hata hawakuanga na nguo. Lakini hakuna mtu mwenye alikuwa anakuza bibi ya mwenzake. Siku hizi kuna mavazi mtu anajifunika, mtu tuko na bafu mtu anaenda anajifungia ndani, lakini you go on risking to kukua na bibi ya mwenzako. That is not right. Turudie vimila, at least it can save us. That's why wakati walileta revelation, najua sometimes mimi naendanga na prefer mpaka kwa Biblia. Wakati revelation, watu wengi wamekangukia revelation, New Testament, New Testament. They live in New Testament, walikata Old Testament. Try your best. Tuendelee na tusome zote. Agano Jipya na Agano la Kale. At least it will save us. Agano la Kale lilikuwa linasema aje, Agano Jipya linasema aje. At least it can save us. You see? Okay. Let me just leave it for now there. Then we meet on the next videos. I just say bye-bye. I love you all and I welcome everyone on my YouTube channel. Bye.